Karibu tena kwenye simulizi yetu nzuri inayoitwa Nilipendwa na Jeni. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Swabrina Rashidi. Sehemu ya pili tuliishia pale ambapo nilianguka na kupoteza fahamu kabisa. Nilikuja kuamka na kujikuta nipo nyumbani kwetu, chumbani kwangu. Mama yangu aliketi pembeni yangu. "Mama," niliita vile baada ya kufumbua macho yangu. "Nimefika vipi hapa mama?" niliuliza tena kwa hofu. "Pole mwanangu, hapa umeletwa na rafiki yako Abduli. Anasema ulianguka ghafla, kwa hiyo alikubeba akakuleta hapa." "Vipi Mashaka, una tatizo gani? Niambie mwanangu. Kama unaumwa niambie ili kesho twende zahanati." "Hapana mama, nipo sawa, itakuwa ni uchovu tu." Nilijibu hivyo huku nikificha hofu nilionayo. Niliongea kufupisha mazungumzo ili mama aondoke pale. Nililala pale nikijaribu kukumbuka kitu kilichotokea, hadi pale ambapo nilipitiwa na usingizi kabisa. Katikati ya usiku wa manane nilipata ndoto. Nilikuwa nimekaa pale pale kitandani, na pembeni yangu aliketi yule binti Ramla. Lakini alionekana tofauti sana siku hiyo. Alionekana kama mtu ambaye amechukizwa na jambo hivi. Alianza kuzungumza. "Mashaka, hivi ni kwa nini unapenda kumwelezea kila mtu mambo yako?" aliuliza kwa jaziba kidogo. "Namweleza kila mtu mambo yangu? Kivipi?" niliuliza kwa hamaki pia. "Ulikuwa unataka kumwambia nini na rafiki yako leo?" aliuliza hivyo tena huku bado akionekana mwenye hasira. "Lakini ule sio kila mtu, ni rafiki yangu," niliongea hivyo kujitetea. "Ni sawa, lakini huwezi kumwamini kila mtu kisa urafiki. Huwezi jua nani mwema kwako na mbaya." aliongea hivyo yule binti ambaye niliona kama ameshaanza kuwa kero kwangu. "Samahani, sitorudia." nilisema hivyo huku nikimtazama kama kumridhisha hivyo. Niliona akianza kutabasamu. "Naamini wewe ni muelewa sana na huwezi kurudia. Nilikuja kukutembelea na nimekuletea zawadi, ipo pale mezani," alisema huku akipeleka mkono wake kunyooshea pale mezani. Lakini ndugu msikilizaji, ajabu ya yule binti, sikuwahi kuona mkono wake kabisa. Yaani ulikuwa ndani ya nguo muda wote. Viganjani alivaa zile soksi za mikono. Hiyo ilikuwa hivyo hivyo miguuni. Nguo yake ndefu ilifunika miguu kabisa. Nilishtuka kwenye ile ndoto, lakini baada ya kuamka bado nilihisi harufu ya manukato ya yule binti. Hii ndoto, nilijisemea hivyo. Nilikumbuka kwenye ile ndoto alisema ameleta zawadi. Nikaamua nisogee pale kwenye ile meza. Ilikuwa ni meza yangu ndogo chakavu ambayo nilikuwa naitumia kujisomea. Nilisogea nikakuta kibox kidogo hivi, ambacho nakumbuka kabisa sikuwahi kukiona sehemu yoyote ile. Nilijikuta naguna kwa hofu. Hii ni nini tena jamani? Nilijisemea na kuendelea kutazama. Niliogopa hata kushika. Nilirudi na kuketi kitandani nikiyawaza yale matukio. Lakini nilijipa moyo na ujasiri na kujisemea kwamba mimi ni mtoto wa kiume, sitaki kuogopa kiasi kile. Nilisimama na kuiendea ile meza na kushika ile boksi, huku mikono yangu ilikuwa inatetemeka sana. Nilifungua kwa tahadhari. Ndani niliona kitu chenye asili ya kung'aa hivi. Ilikuwa ni pete ndugu msikilizaji. Ilikuwa inang'aa sana, ilikuwa ni mzuri sana. Niliangalia tena maana nilihisi uwepo wa kitu cha ziada zaidi ndani ya ile box. Ni kweli kulikuwa na pesa. Nilihesabia zilikuwa ni kiasi cha shilingi 30,000. Kulikuwa na karatasi pia. Ilikuwa ina maandishi yaliyosomeka: "Hiyo pesa ni kwa ajili ya matumizi yako. Na hiyo pete utaniita pale ukinihitaji. Jitahidi kutunza siri." Yalisomeka hivyo yale maandishi. Nilishusha pumzi nzito na kutoa mguno kwa sauti. Nilishaanza kuona mazonge katika maisha yangu. Niliona yale mambo ya kutisha kwenye vitabu na simulizi mbalimbali ndio yananitokea kiukweli ukweli. Nilitulia pale kitandani nisubiri pakuche ili nijiandae kwenda shule. Lakini pia kichwani nilikuwa na wazo la kumwambia rafiki yangu kila kitu kinachoendelea. Sikutaka kusikiliza ile ndoto wala kufuata yale maneno yaliyoandikwa kwenye ile karatasi. Basi ilikuwa asubuhi na mapema. Nilianza maandalizi ya shule kama kawaida yangu. Niliamua nibebe kile kibox kama ushahidi ili nimuonyeshe rafiki yangu Abduli. Nilichukua zile noti za 30,000 nikaweka mfukoni mwangu. Kisha kile kibox niliweka kwenye begi langu la shule. Abduli alinipitia kama kawaida, japo kila mtu alikuwa na baisikeli yake. Tulianza safari ya kuelekea shule.
Wakati tupo njiani niliamua kuanzisha mazungumzo. Nilisimama ili niweze kumweleza Abduli kila kitu kinachoendelea katika maisha yangu. Abduli naye alisimama kunisikiliza. Oya mwanangu, unajua mimi kuna vitu sivielewi kabisa. Nilianza kuongea. Kitu gani tena? Mbona mimi sikuelewi kama unanizingua hivi? Juzi ulisema kuna demu mgeni umemuona. Aya niambie leo umeona nini tena? Aliuliza vile Abduli kama mtu asiniamini hivi. Basi nilianza kuelezea, lakini nilihisi kama kuna kitu kimekwama kooni kwangu. Yaani sauti yangu iligoma kabisa kutoka. Niliguna. Haraka nilichukua begi langu ili nitoe kile kibox nimuonyeshe Abduli, lakini cha ajabu sikukiona. Hakikuwepo kile kibox tena, ndugu msikilizaji. Niliendelea kuhangaika pale huku Abduli akinishangaa tu. Oya vipi mwanangu, mbona sikuelewi? Aliuliza Abduli, lakini sikumjibu. Niliamua kupeleka mkono wangu mfukoni ili nitoe zile pesa, lakini pia hazikuwepo. Na huu ndo mwisho wa sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri inayoitwa Nilipendwa na Jini. Usikose sehemu ijayo, itakuwa sehemu ya 4.